kushinda kwa simu mdumu customer care, kisha mwisho wa siku ukawa tena you don't care. Kama majini wa siku mwenzako ukaninyapia, ukanilisha na sumu bila kujali. Oh my dear, kama hero by your side, hero subai kama sai, nikiondoka na sika ya kuna mtu ananidai. They fall asleep and fall in love, boring me gorilla kama AI na monitor, penzi langu lina gita. They fall asleep and fall in love, boring me gorilla kama AI na monitor, penzi langu lina gita. Mama nikubeba tumboni na mina kuweka moyoni, kusomba maji ya mtoni na rithi visima nyumbani. Unajiuliza maadui zako wanatoa wapi taarifa zako, wanazitoa kwa marafiki zako. We bwana wangu utakosa pangu. They fall asleep and fall in love, boring me gorilla kama AI na monitor, penzi langu lina glitter. They fall asleep and fall in love, boring me gorilla kama AI na monitor, penzi langu lina glitter. Usiku pende kama tatu, maswali bado ni yale tu, tunajua wanaga utu, mkononi nishachora tatu, chuma umeshikwa na kutu, maliza liza kama butu, maliza liza kama butu, mabutu, yeah. Uliona wapi mechi kwanza moja bila nakati majasusi ya ndo makabila, hata kama pengo bado nitajaza fila, tukajunga kachini swanga tunang'ara fila. They fall asleep and fall in love, boring me gorilla kama AI na monitor, penzi langu lina gita. They fall asleep and fall in love, boring me gorilla kama AI na monitor, lina glitter. Saizi or very soon tutai drop out. Karibu sana. Yeah, thank you. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na tuko kwenye Spotlight Show kwenye Cosmo Media, na leo tuko na msanii anaitwa Dogo Flower. Karibu sana kwenye show. Thank you sana kuingia katika Cosmo Media. Tunashukuru sana kwa kunikaribisha na kunichagua kama mmoja ya ma upcoming artist ndani ya Cosmo Media. Tunashukuru sana na tuko ready anytime, na tuko ready kutokea kwa Cosmo Media. Karibu sana. So umeanza kwa kuimba, na maybe ningependa kujua tu Dogo Flower ni nani? Dogo Flower msanii ambaye anachipuka, msanii bado mdogo, upcoming artist. Dogo Flower ni msanii ambaye anapatikana Nakuru. Dogo Flower ni msanii ambaye alianza career yake kitambo, though si kitambo sana. Nilianza 2012. Na kuanza kuimba ama kujitungia nyimbo zangu nimeanza nikiwa na 16 years. 17 years. Mbona jina Dogo Flower? Jina Dogo Flower ilitokea in a funny way that jina Dogo Flower ilitokea shule kwanza. So Dogo ilitokea tulikuwa napenda kutengeneza band za music. Nikiwa primary. Primary. Hapo ni grade 6 in fact, grade 6. So grade 6 ilianzia tuna nyimbo. Hii ni wakati bongo zilikuwa zina hit sana. Tunatengeneza nyimbo, tunaandika, but mostly nilikuwa na wa group nilikuwa na mambo na music. Kuandika music. So nilikuwa naandika music, naandika kama verses kama 2-3 hivi, naishia hapo, ideas zinaishia hapo. So nikiambia mtu mwingine uko na idea fulani tuongezee, mtu ananiambia hapana sina idea. Wewe ndio unaweza tukatusaidia tu hapo, unaweza kuongeza tu idea.
So nikawa nakaa chini na buni kikitu, ama nachukua hata ngoma msanii mkubwa, mtu kama Alikiba ama Diamond. Unaiweka hapo. Yeah, naandikia hapo na fix kwa verse yangu. So ile verse yangu na verse yake na fix na ifanya kama naimbia, though natumia rhythm yangu na create to my own rhythm. Yeah. Ndio nafanya na ngoma yangu. Okay. So wakasema ndio tutakuwa natuliri kwa sababu unaweza. Okay. So wakasema sasa wewe unafaa kuwa na jina yako sasa. Ilikuwa tu kama kiutani, ilikuwa tu kiutani. Unafaa kuwa na jina yako tu, unafaa kujita tu Dogo Flower, unafaa kujita Dogo. Unaona? Unafaa kujita Dogo. So hizo Dogo ni msanii ambaye anajipuka by the way. Okay. So meaning ya Dogo ni msanii ambaye anachipuka, chipukizi, mtu ambaye anajikuza ako under ndio anakuja juu. So ni mdogo kwenye muziki. Mdogo kwenye muziki na pia hata si kwa muziki peke yake. So jenzi yote tu anajita tu Dogo. Oya Dogo, kenda mali kama Coast Mombasa unaitwa Dogo, kenda mali kama Tanzania unaitwa Dogo. Okay. So Dogo ni kijana tu, kijana barubaru ama level kama hii yetu. Okay. Yeah. So Dogo ikatokea hivyo. Ikatokea hivyo. Okay. So and then the next name Flower, yeah. Ikatokea kuna mwalimu fulani alikuwa anajiita Mr. Kiplimo. Hapo ni Makongeni, Makongeni Primary School. Makongeni Primary School. Yeah, from Mogoto to Makongeni is around 8 to 9 kilometer. Yeah. So hiyo ndio shule nilikuwa nikisomea. So Kiplimo akasema ebu tufanye freestyle ya wimbo ya Makongeni. Nasikia wewe ndio msanii kwa hii shule. Na tuje hii shule imekuwa ikiendaga tu wanafunzi wanafanya grade 8 wanamaliza, lakini hakuja itokea na msanii mtu kama wewe ambaye tutasema ni msanii. Yeah, wametoka hapa na matalanta tofauti lakini si usanii. So wewe utakuwa mtu wa kwanza kuwa msanii kutoka kwa hii shule. Wakasema unaweza fanya freestyle moja tusikie, wanafunzi wasikie na walimu tusikie. Nikasema wakasema but ikuwe ni freestyle kuhusu nini? Shule. Hebu usifie shule tu dakika kidogo. Nilifanya tu freestyle kidogo, I think ilikuwa 30 to 40 seconds. Hivyo tu. Yeah, kuhusu shule. Yeah. Kupiga tu freestyle kuhusu shule, walimu na wanafunzi wote walipiga makofi, walinipigia makofi. So hapo nilikuwa like niko confused. Sijaitokea kitu, ilikuwa first time yangu. Mimi ndo natokea, ndo naanza music, nikasema kumbe music inakuwa na vitu kama hizi. Okay. So wakasema huyu jamaa anaimba ngoma smart sana. Ngoma inapendeza, ngoma iko na message, yani ngoma imeweza kabisa. So ngoma yake inakaa kama nini? Maua. Apewe maua, akanipigia makofi maua. So hapo wengine wakaanza kusema wewe usijite tu maua. So maua kulingana na my class tulikuwa na group of 5 boys. Tulikuwa I think 3 boys na 2 girls. Wakasema hiyo maua tukibadilisha ikuwe na jina fulani. Mimi nikatoka na idea, hii maua tufanyaje? Wacha ikuwe Flower. And then chukua ile jina Dogo ishaanza kujulikana. Nijiite nani? Dogo Flower. So hiyo band tukajiita Dogo Flower Band. So niko naita kwa personal, nikakuja na idea what if we change ikuwe Flower Music, ikuwe band Flower Music Band. Lakini my name, stage name itabaki tu Dogo Flower. Dogo Flower. Lakini tukikuja kwa band ama tukikuja kwa stage na team, tunajita Flower Music. Flower Music Band. Okay. So hapo ndo jina Flower ikatokea. Tulichange into from maua to Flower. Yeah. Sasa nikajita Dogo Flower. Hapo ndo jina Dogo Flower litokea. Maybe kidogo hiyo band bado iko ama bado wale ambao mlikuwa nao bado kuna wenye wanaimba? Kuna wenye mmoja tu ndo najua anaimba. Lakini though amepotea sana, ako Mombasa. Okay. Lakini siku hizi nimekabilia kumsikia, but kuna wakati tulikuwa tukiongea naye, kama last year tumeongea naye, alikuwa akinifuatilia anasema anafanya kazi mzuri. Nikamwambia hata wewe unafaa ufanye kazi poa juu ananiambia bado hajafanikiwa kufanya hata audio moja. Okay. Unaona? So wale tulikuwa nao wale kwa Flower Music Band, wengi tulikuwa nao grade 7 na 8. Okay. Yeah. Sasa hiyo band hata nikihamishwa shule nikienda Mama Ngina, nikaenda tu na ile stage ile style ya Dogo Flower na Flower Music. Okay. So Flower Music ikabaki vile vile na Dogo Flower ikabaki vile vile. So nikienda huko nitambulika kama Dogo Flower. Hata wengi wao wako wanajua naitwa my real name, wako wanajua. Okay. Wenye walikuwa wanajua tu my real name ni wale classmates. Lakini schoolmates hawako wanajua jina real. Okay. Walikuwa wanajua tu Dogo Flower ama Flower Music. Okay. So wale tulifanya nao music, wengine wao walienda. Unajua tukifanya grade 8 maybe hata shule mkito mnaitwa shule tofauti. Mna mnapoteleana like kama saizi tujaonana na wengine kuanzia 2015. Okay. Maybe tu Facebook ndio tunaongea, tuna interact, wanasema unafanya kazi poa, endelea hivyo. Okay.
Okay, kila kitu ina mwanzo. Kila kitu ina mwanzo. Naona pia ulianza muziki ukiwa mdogo. Nini ilikumotivate pale kwenye muziki? Muziki chenye ilinimotivate kwa music first of all, nikashukuru dadangu kwanza anaitwa Dorcas. Okay, Dorcas. Yeye ndiye alinimotivate sana. Alikuwa ni mtu anapenda kuimba sana. I think mpaka leo anapenda kuimba. Na seti ni msanii, mimi napenda tu nyimbo za wasanii. Okay. Alikuwa anapenda kuimba nyimbo za kibongo, enzizo Alikiba alikuwa anavuma, Abiskills, kina Zedanton walikuwa kivuma, kina Matonya. Okay. So ngoma yote tukitoka tu mpya, kulikuwa na radio ya mamangu alikuwa kana radio fulani. So unajua madhesa ya shaenda job. Nyindo mnabaki. Ilikuwa mostly ilikuwa likizo shule ikifungwa. So tuko naye nyumbani, ilikuwa Radio Citizen. Ilikuwa ni kama ngoma ya wasanii sana, enzizo zikitokea inachezwa sana. Okay. So mimi nilikuwa na spend time na yeye sana. So akika ngoma mimi na yeye niko hapo nasikiza. Akika ngoma mimi na yeye hapo nasikiza. Wakati yeye anasikiza akiimba, hata mimi nazimaster, nazishika. So ikawa naziimba. So nikienda tu mahali na nimeketi ama tucheza tu na watoto wenzangu najikuta tu naimba tu nyimbo wa msanii yote tu ametoa tu ngoma, mimi naimba. Kitoka tu ngoma mpya mimi naimba. Wako wengine walikuwa wananiambia kwani ngoma umeshika saa ngapi ama ngoma itoka lini, hii ngoma ni ya nani? Naambia mpaka jina ya msanii, naambia jina music, naambia hii ngoma imetoka siku fulani. Hata kama sijui date ni lini, lakini siku yenye nilisikia ndo naambia nimesikia lini nyimbo. Okay. So hiyo ndio ilikumotivate? Hiyo ndio ilinimotivate. Kwanza dadangu alinimotivate sana. Okay. So hapo nilikuja nikajua kumbe naweza nikaimba, naweza nikajiandikia na niko na uwezo wa kuimba. Maybe unaweza kumbuka nyimbo yote ulikuwa unasikiza na dadako ama unaanza kama gani? Kama kuna nyimbo fulani ya Alikiba alitoa ilikuwa inaenda hivi. I think nikikumbuka ikitokea ila She's sexy and sweet, goret, come on, kweli nishampenda. Hivi kwa nini hatukujua na mapema? Kweli nishampenda. She's sexy and sweet, goret, come on, kweli nishampenda. Hivi kwa nini hatukujua na mapema? Kweli nishampenda. Hiyo ndio ngoma ilinimotivate sana kwa nyimbo za bongo na nyimbo ya Alikiba. Okay. So wewe unaimba bongo? Mi automatically mimi nafanya bongo na R&B. Okay. Na kuna nyimbo nyingine yote ungependa kuimba maybe ya msanii yote kutoka bongo bado? Kama msanii Harmonize ni msanii nampenda sana. Okay. Kuna ngoma yake fulani najitaka suku naipenda sana. Inaenda hivi. Yale maneno matamu nilifikiri nyota Juma, ila mara asubuhi moyoni akumbe miale ya sumu likusudia kunichoma, ingali sijui kisani. Yes, ndio ngoma nilikuwa naipenda sana. Very very nice. Harmonize. So maybe pia apart from music nini nyingine unafanya? Apart from music nafanya mina art. Nachora. Nachora vizuri sana apart from music. Ni unachora nini? Mimi naweza nikakuchora. Naweza nikachora anything kama mandhari venye tuko hapa nione kama miti fulani hivi na kana design for na kafence hivi na venye kuna light hapo. Na katu chini pale kana anza kuidesign na naifanya eye tracing. Okay. Naichora vizuri sana. Mimi kusema kweli sijawahi chorwa. Hujawahi chorwa? Naweza pata mchoro. Sasa picha yako ya kwanza ya kuchorwa utachorwa na mimi sasa. Wewe ndo wa kwanza. Nitakuchorea. Itateka how long? Hii ni za maybe nikikalia sana ikienda sana niseme tu kweli za around 2 hours. 2 hours. Bas, hiyo tunafanya hiyo kazi. Nashukuru. Mimi ukinipea picha yako hata nitakufanyia tu kazi moja safi sana. Okay. Acting pia niko fiti. Kuna challenges kwenye music? Music mazee kuna more challenges. Challenge ya kwanza nimepitia kwa music ni kwanza kupitia kwa watu. Mwingine alikuwa anakuja na kuambia ushaifanya music juu nilikuwa naimba tu nafanya tu freestyle ama naimba tu mtaani hivyo tu ndo anajua tu ngoma yangu. Yani inaishia tu pale mtaani. Inaishia tu pale mtaani. So mambo na studio nilikuwa nasikia tu studio kufika pale ni ngumu ama studio kufika pale ukifika pale sijui utaambiwa kama una uwezo toka ama unafukuzwa. So mimi kuna siku moja nikasema hizi kanitisha as long as najua niko na talent, as long as najua mimi niko na uwezo wa kuandika. As long as pia wengi wetu ama wengi wangu wameniambia kimuziki naweza.
sioni kama kuna kitu yanitisha. So hii challenge ya kwanza ambayo nimepitia imekuwa ikinisumbua pia sana, ilikuwa ikinisumbua. Hizo maenzi ilikuwa ikinisumbua. Nasema so kweli nikifika venye huyu ananiambia, unajua venye mtu alikuwa akikuelezea na kuelezea ni kama Steve alishaikuwa huko. Ni kama yeye ameshatangulia. Ni kama ashatangulia. So akiniambia na feel kama alikuaga huko, anajua alipitia hiyo challenge, ndiye akaacha muziki ama ndiye akarudi. So ilikuwa ikinisumbua sana nikisema by the way nitakuwa napitia hivyo, lakini nilikuwa najiaminia pia. So hii ni challenge ya kwanza nilikuwa nikipitia sana, ikanichelewesha kuingia studio. Ulisikiza mambo ya watu? Nilisikiza mambo ya watu, lakini kuna jamaa fulani rafiki yangu sana, anajiita Pepe Kali, big up to him. Anatoka hapa Nakuru. Aliniambia bro, tulikutana naye show moja ilikuwa inafanyika Polytechnic pale na Mogotio, hapa Mogotio. After wasanii kuperform upcoming artists kuperform, by the way niliibuka, nashukuru Mungu niliibuka nikakuwa namba 1, niko na certificate. Congratulations. Congratulations. So akanambia we dogo unaimba sana. Wewe kuna kipaji sana. Nimesikia ngoma zako iko na message, iko na rhythm, ngoma yako iko fiti sana. Mwanzo na mwisho iko na utamu. Ngoma yako inaweza. Wewe tufanya aje? Na ilikuwa napiga tu freestyle, sikuwa na audio hata. Nilikuwa naimba na beat. Nilikuwa nikifika stage natumia beat, naambia DJ uko na beat ama natembea na beat yangu. Nikupe beat uniweke ngoma yangu, nikifika time yangu kuperform. So yule jamaa after mimi kumaliza kuperform akasema unaweza. Akachukua namba yangu, tukaanza kuchat, akaniambia siku fulani after 1 week. Nikaenda town nikakutana naye, akanipeleka studio yenye anaandaga nafanya music. At that time alikuwa amefanya music sana, ni mtu alianza kutambulika sana. Akanambia mimi nataka nikusaidie. Producer mmoja alikuwa anajiita Tony Touch. Tony Touch alikuwa anatoka Tanzania. Though saizi ni marehemu, Mungu amlaze mahala pema peponi. Alifariki 2018. Pole. So alinipeleka kwa Tony Touch, akanifanyia kazi. Yule producer akasema bana wewe una kipaji wewe. Wewe dogo kuna kipaji sana. Sasa kipaji yako usiache iende hivyo, isibebwe na upepo, ama isibebwe na maji iende, hautawaipata. Tumia kipaji yako, saizi atatoa audio moja wajuage una uwezo. Utapata support. Ni kweli nikafanikiwa, tukaingia studio na huyo jamaa anajiita Pembe Kali. Pembe akaniambia ingie ile kona, mimi niingie. Hiyo studio ilikuwa na room 3. So room ya kwanza ni unaingia kwa room ya kwanza ndio studio, mali kuna booth, mali producer anakaa. Ya pili kulikuwa ni bedroom ya producer, ya tatu kulikuwa na room fulani kwa kando na imeshikana na jikoni. So mimi nikaingia room fulani imeshikana na jikoni. Huyu producer alikuwa kwa bedroom yake na shughuli yake anatungoja tuandike mistari ndo atutengezee beat. Ule jamaa amejisunda kwa kona fulani pale, amejiketi hapo anaandika mistari yake kwa kalamu tu. So anaandika yake, mimi naandika yangu. So tukasema tutoke na idea moja, tuandike ngoma kuhusu ulipendaga mpenzi fulani akakutenda. Na hii song inajiita Nilikupenda. Nilikupenda. So mimi nikaandika verse ya kwanza na chorus. Yeye akafanya rapping zake. Tukaandika ngoma ikatoka fiti. Tukamwambia producer tuko fiti. Producer akaniambia kuna rhythm, tukamwambia acha tutafute rhythm. Ule rapa akasema hebu tafuta rhythm na kuaminia. Juu alishanisikia si mara ya kwanza. Wewe sasa. Wewe ukatafuta rhythm. Nikatafuta rhythm. Nikapiga rhythm moja tu ya kwanza tu, akaniambia pause hapo. Hiyo ndo tunaenda nayo, usisahau rhythm na usitoe. Producer kaingia pale kwa keyboard yake akaniambia hebu imba sasa. Nikaanza kupiga, nikapiga napiga piano. Wakaniambia hiyo ndo ngoma tunafanya. Hiyo ndo ngoma kwanza tulifanya na huyo msanii aitwa Pembe Kali, big up to him. Enda ilionyesha that kuwa unaweza ukijiamulia. Huu ni mwaka gani huu? Hii ilikuwa 2019. 2019. Na maybe kutoka hiyo 2019 hadi sasa hivi umeweza kurekodi nyimbo ngapi? Kutoka 2019 mpaka sasa hivi nimeweza kurekodi, niko na audios 62. Niko na 62 audios. Nimeweza kumanage kufanya 62 audios, of which karibu 32 nimefanyia video. Na 30 ama 30, in fact niko na more than 62 size according to now. Nimefanya like new projects. Kwa wiki naenda nafanya project ngoma kama 4 ama 3. Nikienda studio nafanya ngoma kama 4 ama 3. So niko na more than even 62. More than 62. More than 62 audios. Even right now hata nikiingia kwa simu yangu kuna nyimbo zingine nikipitiaga na shangaa kwani hii naye inakuaga hapa. Yaani mpaka nasahau kuna audios zingine. So kuanzia 2019 mpaka leo niko na more than 62 audios. 62 audios. Zinapatikana wapi? Zinapatikana most of the video audios sijazi upload na sijazifanyia maybe kuiundia display ya audio ya lyrics. So ni videos ndo zinapatikana. Videos na audios pia zinapatikana pia pale YouTube.
Okay. So na videos ziko 32. Ukiingia pale YouTube unazipata. Ziko 32. Ziko 32 audio congratulations, videos. man. Yeah, 32. thank you. Yeah, 2019. How many years from 2019 hadi sasa? 2019 mpaka sasa hizi ni around 6 years. Around 6. Bana. Congratulations. Yeah, thank congratulations. you. So maybe 5 years from now. Yeah. Dogo Flower atakuwa wapi? 5 years from now Dogo Flower atakuwa mbali sana. Yeah. Dogo Flower ni msanii ambaye anajitambua. Yeah. Naamini that one day after from now nitakuwa niko mbali sana, msanii anajitambulika, nasikika kila mahali. Okay. Ako na uwezo mkubwa. Yeah. Anashikana na wasanii wakubwa. Okay. Yeah. Ni mzuri. Yeah. Nilisikia ulikuwa unafanya freestyle hapo mbeleni. Yeah. Kuna kitu umetayarishia watazamaji wetu? Mimi nakuwa ready anytime. Okay. Hata kama nilikuwa sijatayarisha anything, niko ready kuitayarisha saa hizi. Okay. Yeah. Sawa. So uko sawa? Mimi niko sawa. Anytime ukitaka, hata sasa hivi within 0 seconds itakuwa niko sawa. Twende. Nashukuru sana mara mengi na yaona duniani. Ile vita niliyapitia, visa mingi, yani kisa nini? Cosmo Media. Nashukuru sana nanyi, mumefanya mengi kwa upcoming artist, mumefanya mengi tunayaona. Mara mengi ya dunia, vita vingi, visa ya nini? Tunapambana kila kukicha, maneno ya nini? Yeah. Wow. You know freestyle yangu. Very nice. Umesikiza Cosmo Media, umeijua lini? Cosmo Media sijajua leo na sijajua jana. Yeah. So since nijue Cosmo Media, nimeona wamefanya by the way kazi nyingi sana, wana support upcoming artist. Yeah. Naona pia mambo na kwa photographing pia wanafanya picha kali. Picha kali sana. Ukiingia pale by the way Cosmo Media wanafanya picha kali sana. Tukiingia pia kwa live streaming. Nimeona live streaming nyingi sana Cosmo Media wanafanya. Wanafanya kazi poa sana Cosmo Media, muendelee kufanya hivyo na kusupport wasanii. So hata mimi venye nilipigiwa simu nikaambiwa hii ni Cosmo Media wanakupigia, Dogo Flower unapatikana lini? Kuja tukupe platform ya interview. Sikufikiria mara mbili, na nilikuwa na shughuli ya kufanya, nilikuwa niende mahali fulani. Nikapigiana simu nikamwambia kesho niko na meeting fulani, niko na interview fulani na Cosmo Media, tafadhali naomba mniruhusu niende. Hawakukataa, wakaniambia sawa. Asante sana. So hata leo nilikuwa nangoja tu time ifike ni saa ngapi. Hata nilipigiwa tu simu, wewe kuja, unasubiriwa gari imefika mahali fulani. Nilikuwa naona tu kama ndoto sasa. Nikasema leo wacha ninge Cosmo Media, na kwa tunaisikia na kuiona. Sasa wacha leo nifike. Okay. Inshallah majaliwa tunaona tumefika ndani, mambo ni shwari kabisa. Okay. Thank you. So asante sana mpenzi mtazamaji, umesikia mwenyewe Cosmo Media tunafanya kazi mzuri, tunafanya live streaming, photography. Ukituhitaji unatupata pale Facebook Cosmo Media, pale YouTube Cosmo Media, na pia X unatupata Cosmo Media. So Dogo Flower, leo tuko Bamboo. Ushaifika Bamboo siku nyingine? Bamboo mara nyingi nimekuwa tu nikiona kwa mitandao na marafiki zangu ndio mostly wanaipost. So mimi ni mara yangu ya kwanza kuingia. Nimeingia tu nikapata inakaa tu palace fulani. Very beautiful, iko very fantastic, inapendeza sana. Nimeona pia wanafanya mambo na upishi pale hivyo, wako nayo mambo tayari. Upishi vizuri sana. In fact nimesema pale tu siji niingie kwanza nikule ama niende interview. Tulia tukimaliza interview. Okay, nitulie. Bamboo is a very nice place to be. Pia mpenzi mtazamaji, wanafanya outside catering. Bamboo wanafanya outside catering pamoja na mambo yale mengine ambayo wanafanya. Wako na grounds ya wedding, birthday parties, you can hold them here. And it's a very serene environment. Dogo Flower. Umesema 5 years utakuwa mahali fulani. Nitakuwa mahali fulani. Maybe ungependa kufanya collab na mtu? Ningependa kufanya collab na mtu. Na msanii mkubwa sana. Ambaye nimekuwa nikitamani sana siku moja that siku kijipa nifike mbali mali wasanii wengine wamefika, wasanii wakubwa. Nifanye kazi na msanii Otile Brown. Otile Brown ni mtu msanii amekuwa my role model since nianze kumsikia na since atoke kimuziki. Nimekuwa nikitamani siku moja that nipatane na Otile Brown. Live to live. Ama siku moja tu nipata tu niye na mtext na reply message yangu, nimuelezee
kipaji niko nayo. Okay. Nimwambie niko na uwezo wa kufanya hivi na hivi. Yeah. Nipatane naye akubali tu nifanye tu collab na Otile. Hata kama ni single moja tu hivi. Moja peke yake. Ai. Nitakuwa na feel niko tu mali nilikuwa nataka kufika, nitakuwa na feel nimefika hapo. Okay. Yeah. Nataka uangalie kamera yako umuombe collab Otile. Hiyo Otile Brown is your boy Dogo Flower. Nimekuwa nikikuangalia toka kitambo since kutoka kimuziki na mali umefika, na pia mali umefika nimekuwa nikikufuatilia na nimekuwa nikikujua kimuziki. So pia kimuziki natamani nitoke kimuziki kama wewe Otile Brown. Nitashukuru sana that one day inshallah majaliwa Mungu akipenda tupatane na tupige collab moja safi na dunia isikie, itambue that pia tuna uwezo na tunaweza tukafanya music, na Mungu akubariki. Thank you so much. Itafika. Yeah, thank you. Itafika. Yeah. Okay, umetaja kuwa kuna challenges pale katika muziki, ukigrow up na katika safari yako ya muziki. Kuna wale ambao wanatazama na wako na talent kama yako ya music. Utawaambia nini? Okay, nitaambia upcoming artist wenzangu that hata mtu ukitaka kujenga nyumba unaanza na chini foundation. Yeah. Ama ukitaka kupanda mti ama ukitaka kupanda nyumba juu lazima utumie ngazi. Yeah. Na ngazi ukitaka kupanda lazima uanze level ya kwanza ukienda juu. Yeah. So najaribu kumaanisha hiyo ni changamoto. Lazima tukue na changamoto. Okay. Changamoto ni si binadamu tuliumbiwa na si wanyama waliumbiwa. Kabisa. By the way, in fact hata wanyama waliumbiwa changamoto. Kuna mnyama tu akipita mahali amegongwa mawe ama akipita mahali amefukuzwa, hiyo ni changamoto, lakini akitoka hapa na sahau endelea na maisha yake ya kawaida. Okay. Najaribu kumaanisha that upcoming artist tusiai kufa moyo. Kuna mara nyingi unapata mtu anaambiwa sijui niliambiwa hivi na hivi nikaquit nikasema siwezani naacha nifanye shughuli zangu za kawaida. Okay. Do you know that you can multitask what you are doing? Music and your normal work. Unafanya kazi na unafanya music. Yeah. That always jua siku moja utatokea aje. Hata wasanii wakubwa tunaona kina Otile Brown, Diamond, Alikiba, Harmonize. Ni wasanii wako wanajua walikuwa wanaongea tu kama mimi leo hivi. Yeah. Ama walikuwa nakatuka hata enzi zao hata kuwa wanapata platform ya kuojiwa. Unaona kama vile leo naojiwa na Cosmo Media. Yeah. Hakukuwa na platform na nini yote na blogs yote inawaoji wasanii wa kitambo. Lakini wakajituma. Ni kujituma tu. Na changamoto walipitia ni nyingi sana. Naweza nikakaa hapa nikuelezea changamoto yangu, lakini kuna zenye nitasahau nilipitia. Yeah. Kwa sababu changamoto nimepitia ni nyingi kimuziki. Yeah. So yule mwenye ni msanii upcoming asiwahi kufa moyo na asiwahi kuwa discouraged na mtu yeyote. Okay. Mtu yeyote akidiscourage either ni msanii ama si msanii, wewe unajijua mwenyewe, jitume. Okay. Yeah, muziki una changamoto na si muziki peke yake, maisha iko na changamoto. Kweli. Na lazima tu fight so hard tuweze kuovercome chenye iko mbele yetu. Kabisa. Yeah. Muziki inalipa? Muziki jaanza kunilipa, lakini nitasema muziki inanilipa kwa sababu gani? Niwahi pata platform nyingi sana. Okay. ya makampuni in fact. Okay. Kuna kampuni moja hii inajiita Darling. Okay, Darling. Hiyo wanatengeneza mafuta na nywele. Nishaipata endorsement na wao ya kuwafanyia audio. Wakati nilikuwa nafanya na kampuni moja inaitwa Techlit Africa. So walikuwa wanafanya partnership na hiyo kampuni inajiita Darling. So juu mimi nilikuwa msanii hapo, nilikuwa naweza kuimba, wakaniambia wewe utatufanyia ngoma ya audio yetu au utatufanyia audio ya nini yetu, kampuni yetu. Okay. Yeah. Nikaenda nikawafanyia, wakanilipa kiasi ya pesa fulani. Okay. Obviously nikataja pia. Ni sawa. Yeah. So then after hapo kuna kampuni fulani inajiita Code Your Dreams. Niliwafanyia zote, by the way ziko YouTube, bado ukiingia kwa my channel Dogo Flower utazipata. Naongea chenye vitu ambazo vitu naongea ziko. Okay. Code Your Dreams hii ilikuwa ya pili. Ni mzungu fulani anatoka California, ni madam anajiita Brian. Anaitwa Madam Brian. So Madam Brian akona kampuni ya coding, wanatengeneza softwares. Okay. Yeah. So niliwafanyia muziki ya Code Your Dreams, ingia pale YouTube utapata. Walinipea kiasi fulani kama zawadi na kazi nzuri niwafanyia. Then nikakuja Elped Africa, nikawafanyia music. Elped Africa in fact tumefanya music nyingi sana. Okay. Ni kampuni ambayo inaifanyia kazi saizi. Mimi ni member huko NGO. Okay. Yeah, ni NGO fulani inajiita Elped Africa. Tunafanya kazi nyingi sana. Okay. So nimeweza kufanyia audio mingi sana, karibu almost 5. Ingeyo utaipata. Good. Yeah. Pia Techlit nilifanya ngoma nyingi sana. Techlit Africa. Yeah. Hiyo ilinipa pesa kiasi fulani. Okay. Then pia tukiingia nikiendelea, kuna kampuni fulani inajiita HWT. Okay.
Human Empowerment and Welfare Trust. Yeah, hii inasaidia mama loan ya kuboost their businesses. Kama maybe kama kuna mtu wa kushona manguo cherehani, wanakuboost biashara yako ya kununua materials. Wanakuboost, unaenda na kazi yako. Na kama pia ni mtu wa biashara wa duka, wanaboost, wanakuongezea stock. Yeah, with zero interest, wanajita HWT. So nishaipata platform na wao, nikawafanyia audio. Ngoma yenyewe pia inajiita HWT. Ukiingia pale YouTube utaipata. Yeah. So walikuwa kinilipa hapo, nikasema kweli talanta inalipa. Yeah, imenisaidia nikafanya vitu vingi, nimejiboost kimuziki. Na pia nimejiboost pia kwangu kuendelea kidogo kwa nyumba pia. Kujikimu yani ile kawaida. Kujikimu kimaisha. Muziki by the way nalipa hata kama haijaanza kunilipa music direct, lakini ukipata tu platform kama maharusi, umeitwa harusi, umeenda kuperform, unalipwa pesa kiasi fulani, mna agree. Hapo ndo utajua muziki inalipa. Unaweza alikwa kwenye harusi, utaenda? Nitaenda tena haraka sana kwa sababu mimi sijawahi bagua, provided najua naenda kufanya kuperform. Yeah, mimi naenda. Ningependa uambie mtazamaji unapatikana wapi pale kwenye maybe social media. Social media pale napatikana kama Dogo Flower, kila platform, kingia YouTube, Insta, Facebook, TikTok napatikana kama Dogo Flower. Ukisearch tu Dogo Flower, DOGOFLOWER, flower for flower, maua. Napatikana hivyo. Na muziki yako ni bongo? Nimeona ni bongo tu. Muziki yangu my particular music ni bongo ever na R&B. Na naweza kufanya R&B na bongo. Kuna wimbo ungependa kutuimbia nyingine? Naweza nikafanya nyingine. Mapenzi kweli yanaweza kuumiza, ukifikiri umeweza umefika, najua ipo siku utaweza, ila tulia mama, yatafika. Kama kumbe uliweza ukasema umedumbe, mawazo yangu yanidundumbe, umeshinda nikapewa kama ndumba, nilifikiri shafika kumbe bado sana, uwezo wa kukidhi maisha nazo mwana, najua ipo siku nitapata mama, kama kukosa ni kawaida, chochote nitapata, pokea mama, uenda nitakosa, so sawa mama. Unaimba fiti sana bro. Thank you so much. So maybe mtazamaji tumefika mwisho, na kabla ya kuaga kwa leo, msanii wetu ataweza kutuimbia wimbo wa Good Life. Nimekuwa wako Kennedy Kipchilat. Karibu sana, utuimbie Good Life. Maisha yangu, maisha yako, nahisi kama ni sawa nawe. Uwendo wako, uwendo wangu, nitazidi kupambana nawe. Maisha napambana nipate kidogo, mimi mjini mama niombe. Maombi yako ndio maana kwangu mama, napambana kila siku nipate. Kama pombe mimi sikunywagi, na sigara wala sivutagi. Kama bangi sijawahi tena, mimi nawe nakuomba mama, kwa Mola mama niombe, nina raha sana, niombe. Naona director amepata wimbo. Thank you so much. Atuweke wimbo director. Ipo siku na unagamani, ipo siku ni kusema watu. Hata kama tasema na wake mimi
shobo aya mchana pinda pinda usiku na kula robo maneno na majungu ndo kwao lugha ya mama Kiswahili kizungu nitakuchekesha kama Charlie Chaplin wajue good one I really like it oh one touch I never lose it oh good one I really like it oh one touch I never lose it. Hivi unaumelewa hata uwezi jelewa umelewa umbe yako mabawa kama popo twakesha popo mpaka tomorrow oh good one I really like it oh one touch I never lose it oh good one I really like it oh one touch I never lose